Kuna mtu Mungu ananiambia, uliwahi kupata mimba kwenye mazingira haya, yaani unaumia mpaka leo haujapona, kila ukiwaza unasikia kuumia kwenye moyo. Akakupatia mimba, akakuacha na mtoto, akawa unanenewa mabaya tu, yaani yuko kwenye moyo wako anakuumiza. Simama. Msimamo, Mungu atakusaidia. Yes, ndio. Na uchungu kwenye moyo. Umechiwa mtoto, kila kitu ni yeye. Njoo. Mungu atakusaidia. Mungu atakusaidia watu. Mungu atakusaidia watu. Umepata mimba kwenye mazingira ambayo unayataka. Leo una machungu. Baba wa mtoto yupo anakusaidia chochote. Badala yake unaumia wewe tu. Njoo mwanangu. Yaani unaumia wewe tu. Unaumia wewe. Yaani kila ukimwaza unakosa amani. Yaani unajitahidi umwache, lakini kwenye moyo wako unaona shida. Karababa. Glory the Lord. Mungu anataka kukusaidia. Unajitahidi umwache huyo mwanaume, unashindwa. Unasema ningekuwa wewe nisingepitia haya. Amekuwa kikwazo, amefunga njia zako. Mungu anataka kukusaidia. Mungu amefuta machozi yako. Mungu amefuta machozi yako. Mungu amefuta machozi yako. Mungu ameniambia atakutunzia yule mtoto. Na yule mtoto ni mali yake. Na yule mtoto ni mtumishi wa Mungu. Mwanangu, usiumie tena. Wala usimwaze tena kwa namna alivyokutendea. Usifikirie. Mwachilie kwenye moyo wako. Usiondoke, simama hapo. Mwanangu, Mungu ameniambia atakusaidia. Yule mtoto Mungu amesema atamsomesha. Mungu atamlisha. Usimwaze tena. Msamehe. Tangaza msamaha. Karabada, usiondoke. Tangaza msamaha. Mwambie nakusamehe. Huyu anakuwa mlima, anazuia baraka zako. Tangaza msamaha. Mwanangu, tangaza msamaha. Ni kweli anaweza kukusaidia, kukusomesha mtoto wako chuo, lakini ni mabaya unaambulia tu. Hauna tamani na kukumbuka. Leo msamehe mbele ya madhabahu. Sema ninakuachilia, wala sitakukumbuka tena. Mwachilie kwenye moyo usimbebe. Moyo wako mpe Yesu. Mungu atamsomesha mtoto wako. Yule mtoto ni wa Mungu, si wako wako. Lia usijizuie. Unapolia unatoa mzigo. Ni kweli alikubaka, uko unataka. Alikulazimisha akatokea mtoto, lakini Mungu ameruhusu. Samehe, mwachilie. Amefunga maisha yako siku nyingi kwa kumbeba. Mwachilie mwanangu, mwachilie. Ni mtoto wa Mungu. Mungu atamfikisha pale na wewe utakwenda mbali. Nataka para baba. Tumshangilie kwa mkono. Naomba simama, alafu utasema kuanzia leo ninakusamehe fulani na kuachilia kwenye madhabahu. Sawa? Haleluya.
Kuanzia leo Baraka Mama Lisona nimekusamehe na kuacha kwenye madhabahu hii katika jina la Yesu. Sitakukumbuka tena. Sitakukumbuka tena. Sitakuweka kwenye moyo wangu. Sitakuweka kwenye moyo wangu. Na mweka Yesu kwenye moyo wangu. Na mweka Yesu kwenye moyo wangu. Yule mtoto atasoma chuo. Yule mtoto atasoma chuo. Mungu atamsomesha. Mungu atamsomesha. Mungu ameruhusu aje. Mungu ameruhusu aje. Anajua atakapomsomesha. Anajua atakapomsomesha. Kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Kuanzia leo. Kuanzia leo. Sitakutamka tena. Wala kwenye moyo wangu. Hauna nafasi. Hauna nafasi. Moyo wangu nampa Yesu wote. Kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Amen. Amen. Sitakukumbuka tena. Paulo Martin Ngaidi. Na kusamehe leo kwa damu ya mwana kondoo na kuacha kwenye madhabahu hii. Sitakukumbuka tena. Sitakuwa na wewe katika maisha tena. Na ule mtoto atasoma na atakuwa akimpendeza Mungu pamoja na wanadamu. Ni mtoto mdogo, nalia hapa ni watoto. Mimi ni mama. Ni mama, alikupa historia yake, anibakwa mkini. Kachia mtoto. Kimwangalia ni mtoto mdogo sana. Mwanangu, yaani ile chozi lako la kumwacha kwenye madhabahu, usimbebe tena. Mungu atamsomesha mtoto wako. Mungu atakuinulia watu mpaka utashangaa. Haleluya. Amen. Hiyo pete usivae kwenye hicho kidole, vua kuanzia leo. Sawa? Vua. Basi. Sivae kwenye kidole yote. Sawa? Haya. Mama, naomba umwache. Naomba umwache. Umwache kwenye moyo wako kabisa. Sawa? Kuanzia leo kabisa sitakukumbuka tena kwenye moyo. Mtoto wangu atalelewa na Mungu. Umemtoa kwenye moyo? Umemtoa? Unajisikiaje? Huyu hapa ni mtoto wa mdogo wangu kabisa wa mwisho. Story yake iko hivi. Alienda kumtembelea dada yake Dodoma. Alienda kumtembelea dada yake Dodoma. Dada yake akawa ameingiza mtu. Akamwambia lala huko barazani. Akalala barazani. Nyumbani kwao kwa mbele kwa dada yake kuna baa. Binti anauza baa, akamwambia mbona lala barazani? Akamwambia dada, nimeambia nilale barazani kwa sababu ana mtu ndani. Akamwambia njoo lala ndani. Akamchukua alimpeleka ndani, kampeleka kwa muuza kiti moto wa ile baa. Akalala naye. Ina maana ni akambaka kwa nguvu. Akapata mimba. Mdogo ana miaka 18. Ana mtoto wa mwaka 1.5. Kale ya mimba. Kumbe jamaa na mke wake. Kwa anateseka na mtoto. Sasa ukimwambia na mimi kuna mdogo sana. Unaona jinsi ambavyo shetani anapanga kuumiza watu. Kuumiza watu kwenye maisha. Nimsamehe. Kwanza leo nimemsamehe Semelini Rashidi. Mungu atakuwa kwa uwezo wa Roho Mtakatifu na atasoma kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Nimemsamehe kwenye madhabahu hii. Sitamweka moyoni mwangu tena. Nitamweka Yesu. Ulimweka sana kwenye moyo. Hapana. Usimweke kwenye moyo tena. Kwa haya anayokutendea msamehe. Tupige Bwana makofi kwa ajili yako. Nakutai Mungu. Tupige Bwana makofi makubwa sana. Mbona haya sijawahoja hao wengine, nikiwahoja wale wakieleza utaanza kulia. Watu wanapitishwa, shetani anapitisha watu kwenye magumu, wanakamata moyo. Yaani unakuwa kimwaza yule mtu, sasa shetani anamtumia, anakuwa ni mlima, kwa hiyo anashinda kuvuka. Wale kwambie kitu, dawa ni kusamehe. Ukimsamehe umkumbuki tena. Tabia Mungu akisamehe hakumbuki tena. Yaani tabia ya Mungu akisamehe hakumbuki. Kama mashariki na magharibi ilivyokuwa mbali, ndivyo Mungu amezitenga dhambi zetu mbali nasi na wala hazikumbuki tena. Kwa hiyo leo mioyo yetu imekombolewa. Tuna amani kwenye moyo.
Tumwasamehe wote na pia tutaomba msamaha. Na Mungu anaweza, kuna mtu uko hapa, umempitisha mtu kwenye magumu, ama ulimpa mimba ukamwacha, analia, anapata shida. Kijana uko hapa, sikia sauti ni ya Mungu. Mpigie simu, muombe msamaha na msapoti yule binti, yule mzalisha yule mtoto. Mtoto hana dhambi, mtoto hana hatia. Lea yule mtoto, tumpige Bwana makofi. Haleluya. Na mama uko hapa, ama binti uko hapa, umeumiza watu wengi mioyo yao, umeumiza wa vijana wapaka kama tofali kwa uzuri wako, ukawaumiza. Amen. Mwambie Mungu, sitawakumbuka. Usiwapige simu wale tu, Mungu yani sitawarudia tena, sitarudia tena. Yani Mungu, naomba unisamehe. Mungu anapenda moyo uliopondeka, moyo unaougua. Mungu anapenda toba. Tusamehe kwenye magumu, samehe kwenye shida, samehe. Tumpige Bwana makofi makubwa sana. Samehe, achilia watu. Usibebe watu kwenye moyo. Watu wanaumiza, utabeba wangapi? Na bado unaendelea kuishi, utabeba wangapi? Moyo wako mpe Yesu wote, sio kidogo. Unampa wote. Ukimpa Yesu moyo wako, utaona Mungu atakapotenda makuu kwenye maisha yako. Tumpige Bwana makofi makubwa sana. Ana kama mama yule, ana maisha makubwa, ila kutoka kusamea mama ndio kulifunga maisha yako. Leo si umesamea kutoka ndani ya moyo, utaniambia huu mwaka kabla hujaisha kuna jambo zuri litatokea kwako. Yaani wala hata usipige simu tena. Acha. Mungu atakusaidia. Simama achia mbele za Bwana. Mungu atakuinulia watu. Mungu atakusaidia. Mungu atakusaidia. Mungu hatakuacha. Ila Mungu alikuwa anataka umwache yeye. Umwache yeye. Unasema, mimi Mungu, wewe mama, mimi ukijua tu mimi sitamsamehe, unajifungia. Usiposamehe unajifungia mahali. Kama hautasamehe na Mungu hatakusamehe. Kwa hiyo tunajifunza, unasamehe ili Mungu akusamehe. Unasamehe Mungu kusamehe, milango ya baraka inafanya nini? Inafunguliwa kwenye maisha yako. Mpige Bwana makofi makubwa sana. Leo tunataka tumtolee Bwana sadaka tofauti sana. Hii itakuwa ni sadaka ya kukomboa moyo wangu kwa ajili ya Kristo. Yaani moyo wangu ninampa Bwana. Hata kama nitawaza ni mambo mazuri tu ya biashara, ya kazi, huduma na mambo mengineyo, lakini si kumwanza mtu anayenisumbua. Ogopa kumwanza mtu anayekusumbua. Mtu anayekusumbua achana naye. Tumpige Bwana makofi. Mungu hatakuacha. Mimi nakwambia Mungu hatakuacha. Mungu alikuwa anataka moyo wako, na leo umetubu, na leo umelia, leo umeomba. Mungu ameshasamehe kila mahali. Unaanza na Bwana leo. Sasa ukimwona alafu na uchungu, unitafute ili nikusaidie zaidi. Kwa sababu uchungu, Mungu akae kwenye moyo uchungu. Ukimwona leo kukosea alafu na uchungu, haujamsamehe bado. Haleluya. Kiwango cha kumsamehe yule mtu unakuwa na amani naye tu. Habari nzuri, unaendeleaje? Salama. Imeisha. Una amani naye kabisa kama hakuna kilichotokea. Lakini ukimwona alafu uchungu kwenye moyo, bado hujasamehe. Nitafute ili nikusaidie. Kwa sababu bila hivyo huwezi kufanikiwa kwenye maisha yako. Maana kama hamtawasamehe watu na dhambi zao, Baba yenu wa mbinguni hata wasamehe ninyi. Kwa hiyo tunasamehe. Amekukosea mara ngapi? Samehe. Mara 7 samehe. Mara ngapi? Samehe. Tangaza msamaha. Utamwona Mungu kwenye maisha yako. Kuna watu waliwabeba watu ambao mwaka unaanza msingeweza kufanikiwa. Lakini kwa tendo hili la leo, nyinyi mliokuja hapa, kila mtu andike tarehe leo. Kabla mwezi wa kwanza hajaishi, yule aliyemsamehe kutoka ndani ya moyo akampa Mungu moyo wake, akampenda Mungu, akawa anasoma neno, akawa anaimba, akawa anafanya matendo mazuri ya Mungu. Mungu lazima aonekane kwako. Mungu anatamani kukubariki mwanangu, lakini akikuangalia kwenye moyo umejaza mazagazaga. Leo tumeacha hapa kwa jina la Yesu. Mshangilie Bwana kwa makofi.